Katika hali hii kunaweza kutokea shida kwamba usifikie hapo ambapo Mungu amekupa uweze kufikia, kwa sababu ya kukutana na vikwazo na vizuizi, kwa sababu kuna mipaka ya Mungu, lakini pia kuna mipaka mibaya isiyokuwa ya Mungu. Kuna mipaka mizuri ya Mungu, lakini kuna mipaka ambayo shetani au adui anaweza kutumia watu kufanya kuhamisha usirudi. Mfano tu, utaona kwamba labda Mungu alikusudia utafika miaka 80, lakini uchawi unafanyika ufiki miaka 80. Manake mpaka ambao Mungu alikusudia wewe utaishi miaka 80, na kwa sababu wameona umiliki wako. Kumiliki maana yake ni baraka za mtu ambamo Mungu amempa aweze kumiliki. Kwa hiyo wanafanya kila namna ili usiweze kufika miaka 80, unakufa kabla ya muda huo. Lakini mfano mwingine utaona kwamba labda ulikusudiwa ukifikisha miaka 45 utakuwa mbunge wa eneo fulani, lakini uchawi unafanyika juu yako unapofikia umri huo, na wakati huo inaweza ukawa ni wakati wa wewe sasa kwenda kwenye kampeni, lakini wanachafua jina lako, wanakufanya ugue ili usiweze kufanya kampeni. Labda Mungu alikusudia utakuwa mkurugenzi wa eneo fulani. Unaanza kusomea mkurugenzi ili uwe mkurugenzi. Unafika wakati unafeli, unashindwa kuwa mkurugenzi. Lakini utaona wakati fulani labda mwanaume alimfuata mwanamke asiyekuwa wa kwake, akawa anamshika masikio, anamshika pua. Utakuta yule mwanamke anasema sasa hapo unavuka mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapoangalia katika Waefeso sura ile ya 5 mstari wa 10, neno la Mungu linasema, wakuu wa Yuda ni kama watu waondoao alama za mipaka, nitawamwagia ghadhabu yangu kama maji. Unaona sasa neno linazungumzia watu ambao walikuwa wanaondoa mipaka kwa wana wa Israeli, wanaondoa alama zao, wanaondoa mipaka yao. Sasa Mungu anasema ni kama anasema sasa na sisi kwamba ni kama hawa watu, anatupa mfano kwamba ni kama hawa watu ndio walioondoa mipaka ya watu hao, wameondoa umiliki wao. Anapambana, anafanya hili na hili, anaanza biashara, inakataliwa. Anatamani aweke mipango yake. Nikawa nasema kuna dogo mmoja walianika nguo yake kwenye kamba, wakaenda wakakata, wakafanya uchawi, wakasema atakapooa hata kana mwanamke. Na kweli alipooa tu akakaa na mwanamke miezi miwili akaachana naye. Lakini walifanya uchawi, wakasema atakuwa anakamata sana fedha, lakini fedha yake itakuwa haifanyi kazi, anaishika lakini inapotea katika mazingira. Kwa ukiomba pepo
pepo linasema. Sasa Mungu anasema hawa watu ndio wanaofanya ukwame. Mungu alikuweka, hakukuleta kwa bahati mbaya, alikuleta kwa namna ambayo alikuumba. Aliamini kwamba utamiliki, utafika hapa, utasoma, utapata kazi, utakuwa mtu wa maana. Lakini hawakuhangaika kuzaliwa kwako, hawakuhangaika, hawapati shida kuzaliwa kwako, hawapati shida, wanapata shida kwenye mafanikio. Ndio maana mtu yoyote hapati shida ya wewe kuzaliwa kwako, anaanza kupata shida unapoanza kufanikiwa, unapoanza kumiliki, unapoanza kuwa mtu wa maana. Ndipo sasa wanaanza kusema huyu mtoto wa nani anakwenda kufanikiwa. Tukikaa kimya, tukinyamaza kimya, atakuwa mtu wa maana kwenye familia yao. Ndipo wanaanza kufanya mbinu, kushusha, kuharibia, kwamba huyu hatafika mahali popote. Ataoa, watapendana sana na mke wake, lakini kuna wakati tutavuruga ndoa yao. Ndoa yao wataachana, wanatengeneza magumu, wanatengeneza mazuio. Kwa hiyo utaona Mungu anasema, anatukumbusha kupitia neno hili kwamba watu hawa wakuu, tuna wakuu wengi katika dunia hii wanaofanya mambo ya ajabu. Ni watu wanaoondoa mipaka ya watu, wanaoondoa baraka za watu, wanaofanya watu wasifanikiwe, wanaondoa mipaka. Sasa Mungu anasema, nami nitatuma ghadhabu kwao kama maji. Kwa hiyo jambo hili haliwezi kwenda vizuri, huwezi kuona mafanikio kama hutaomba. Mpaka uombe ndipo Mungu amwage ghadhabu kwa watu walioshikilia baraka zako. Haleluya, walioshikilia mafanikio. Ndipo anasema nitamwaga ghadhabu kwao. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, aliyekamata mipaka yangu, aliyekamata ndoa yangu, aliyekamata mafanikio yangu, aliyekamata maisha yangu, aliyekamata umiliki wangu, nitamwaga ghadhabu ya Mungu kama maji kwa jina la Yesu. Paka uombe, utapata shida sana. Utaona mambo ambavyo ni magumu, kwa sababu wanapanga kwamba wakati fulani sasa tunafanya nini? Tunafanya huyu mtu anapokwenda ni kwa muhimu. Utaona magonjwa, utaona misiba. Kwa ni kitu cha muhimu. Sasa tunaposoma ile habari ya kuzaliwa sasa kwa Yesu katika ile Mathayo sura ile ya 2, tunamuona Yesu akizaliwa Bethlehem, na utawala wa wakati ule alikuwa ni Herode, lakini nyota yake ilionekana angani. Na unajua kipindi kile nyota ikionekana angani, wanasema anayezaliwa amebeba kusudi, hajaja kwa bahati mbaya. Mwambie jirani yako, hujaja kwa bahati mbaya duniani. Mwambie hujaja kwa bahati mbaya duniani, haupo kwa bahati mbaya. Sijikatie tamaa, watu ni wabaya sana. Kwa Yesu tunaona namna ambavyo Yesu alikuja. Hakuja kwa bahati mbaya.
nyota yake ilimuonyesha kwamba yeye ni mfalme. Sasa na wakati ule tawala wa Herode hakukubaliana na kitu kile na jambo hilo. Kwa hiyo ilimpa shida. Kwa nini alipata shida? Ni kwa sababu shida ambayo alipata ni nyota ambayo ilimuonyesha mtoto kazi zake. Kuzaliwa kwake hakumpa shida, lakini nyota ilikuwa inaonyesha kazi za mtu anayezaliwa, kwamba nyota yake inaonyesha atakuwa na, nyota yake ilionyesha tabeba nini, nyota yake atakuwa baraka kwa familia namna gani. Nyota yake ilibeba kwamba huyu ni mfalme, anakuja kuleta baraka kwa watu, anakuja kuleta kufungua watu, anakuja kuleta majibu kwa watu. Kwa hiyo ile ndio ilimpa shida, ilimpa shida. Kwa cha msingi ni kurudi kwenye mipaka ya makazi, kwa sababu mbinu ambazo adui anatumia ni kukwamisha mtu kwenye mipaka yake. Jambo la kwanza, huficha hatima yake au kuficha sababu ya wewe kuwepo duniani. Anaficha hatima yake. Hatima ya mtu ni muhimu sana. Hatima yako ni muhimu, kwa sababu hatima ni namna Mungu ambayo amekusudiwa uwe. Kwa shetani anafanya kila jitihada kukukwamisha, kwamisha usifike hapo, kukwamisha usipate kazi, kukwamisha usiolewe, au ukiolewa ndoa ivunjike. Nilikuwa naongea na watu wanasema, kuna kijana mmoja akasema, mchungaji, kuoa mimi ni kipengele. Nikaanza, shida nini? Akasema, usema tu na kupenda mwanamke ni kipengele kwangu. Akasema, nimeenda mpaka kijijini, lakini lengo ni lakini sikubahatika hata kumwambia mwanamke na kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Anapigia sema nitafutie. Sema wewe, kama ni wapo hapa labda ni watafutie wanawake. Nikipengele. Siku moja akanicheka sana, alikuja kusali hapa. Ametoka mbali sana. Nimekaa jirani na mwanamke mmoja. Yaani pale roho wa Mungu ananisemesha kwamba nimwambie na kupenda. Nitamwambie kwenye ibada. Kuna watu wakili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini nikipengele. Kuna binti ambaye alisema, chungaji, mimi nina miaka 35, sijawahi hata kuambiwa na mwanaume wa kunioa kwamba nakupenda. Sijawahi. Wamenifungia mipaka, wamemfungia kila mahali, wamezuia mbele yake. Ni mbaya sana wakizuia mbele yake. Ni mbaya sana, mbaya sana. Usifikiri ni jambo jepesi. Dunia hii ina mambo mengi ya ajabu sana. Hatuwezi kuwa salama kama hatutarudi kwa Mungu wetu aliye hai. Haleluya. Hatuwezi kuwa salama kama tutakimbilia kwa waganga. Hatuwezi kuwa salama kama tutavaa ilizi. Hatuwezi kuondolewa mipaka hiyo kama hatutarudi kwa Mungu, kwamba Mungu ndiye muumba wa vyote, ndiye muweza wa kila jambo, hashindwi na jambo. Hatutaweza. Kuna mtu analia, anajuta, anasema, kwa nini nilizaliwa kwenye ukoo huu? Kwa nini nilizaliwa kwenye mkoa huu? Kwa nini? Mambo ni magumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna mipaka mibaya na mizuri. Tukisoma ile Kutoka 32 mstari wa 19. Naomba Jose unisomee. Ndio Biblia umeiacha.
Tabora. Happy. Soma hapo. Kutoka kwa 32 mstari wa 19. Mstari 19. Toka 32 mstari wa 19. Neno la Mungu linasema hivi, tutasoma katika jina la Yesu. Hata alipokaribia malango akaiona ile ndama na ile michezo, hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akavunja chini ya mlima. Bwana Yesu asifiwe. Natosha. Haleluya. Umesema watu ni mabaya sana. Wanaweza kufanya ukapoteza kila kitu ulichokuwa unafanya. Wanaweza kufanya jina lako likaharibikiwa. Wanaweza kufanya katika hali ulio nayo hiyo ukafika hapo ulipofika. Tunamwona Musa amekaa mlimani anaandaa amri za Mungu. Lakini Biblia inasema amemaliza, alipofika kwenye malango yake alichokiona hakuamini. Watu waliowaamini wamemsaliti. Ndipo Biblia inasema hasira ikawaka juu yake, akazitupa zile mbao. Anajikuta kwa mikono yake iko empty. Kuna mtu ambaye amefika mahali hapo, anajikuta kwenye mikono yake hana kitu chochote. Anajikuta hana kibali tena. Anajikuta amepoteza kila kitu. Na Musa alipokiona kile kilichofanyika mbele yake, hakuweza kuvumilia. Tumishi wa Mungu kuvumilia, akazitupa zile mbao. Hakuvumilia. Watu wakamfanya apoteze kila kitu, wakamfanya aharibu kila kitu. Kwa watu wanaweza kufanya ukawa hivyo ulivyo. Sio unafikiri shetani anakuja aliye na mapendo, anakuja mtu. Watu ni wagumu sana, watu ni wabaya sana. Wanaweza kusababisha hivyo ulivyo. Ndio maana Mungu ametuficha. Hatuonaje. Hivi ungejua umerogwa, aliyekuroga ni nani? Ungemchukulia pana. Ungejua aliyevunja ndoa yako si ungenyamaza. Ungejua aliyekuroga amekupa ugonjwa usingenyamaza. Lakini Mungu ananyamaza. Tumishi wa Mungu Musa anajikuta mikono yake haina kitu chochote. Kuna mtu hana kitu chochote, amefika hapo alipo, amepoteza kila kitu, ameumizwa, ameharibiwa kila kitu. Nilikuwa naona binti moja ilikuwa na trend kwenye mitandao. Alimwamini mwanaume, akampa kila kitu, lakini mwanaume akamuumiza, kalia sana, akafanya apoteze kila kitu. Akafika mahali alipofika kwa sababu mwanaume alimharibia. Watu ni wabaya sana. Usimwambie kila mtu unachokifanya. Usimwambie mafanikio yako, watu siwaambie. Kama hujawahi pita. Mimi nakumbuka hata kutokuwa mchungaji hapa nilipita. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kama wewe hujawahi pita. Ndio mimi niwasema usicheze mimi kwa mchungaji. Nimepita sana. Kwa sababu walijipanga.
Wasema wewe si wage mkulima, tunaenda wapi? Ulimage tu. Wandali na Wanyakyusa wasipopenda wabaya, panga kila jambo. Wakaenda kusoma, wanasema atarudi tu. Nasema Mungu wangu ni mkubwa. Wakakuta nimeenda, nimesoma, nimerudi. Wakasema atapangwaga vijijini tu, atakuwaga mchungaji wa watu. Hawakosi maneno ya kusemea. Nikasema mimi sitafanya kazi vijijini, takuwa mjini. Tena mmenisemea nipo mjini, unaonaje? Si shetani alishindwa. Wengine kuwa Kigamboni mchezo hapa, hili jambo rahisi. Mkono wa Mungu umenibeba. Haleluya. Mungu yuko pamoja na mimi, usicheze na mimi. Kuna mahali nimepita, Mungu hata kuniweka mahali hapa, najua Mungu ninakokwenda. Haleluya. Na Mungu anajua wewe unakokwenda, na anajua Mungu anataka kupeleke wapi. Usimwache Mungu, siwategemee watu. Watu ni wabaya sana, wanaweza kuharibu kila jambo lako, wanaweza kuharibu kila mfumo wa jambo lako. Mungu ni wa huruma. Mwambie jirani yako, Mungu ni wa huruma. Mungu ni wa huruma. Mambo yanaweza kuwa yameharibika, lakini ndani yako kuwe na dalili ya uhai. Ndani yako kuwe na dalili ya ushirika na wewe na Mungu, kwa sababu Musa alitupa mbao lakini hakumtupa Mungu. Sema amina. Alitupa mbao lakini hakumtupa Mungu, kwa sababu kilichomkasirisha ni wale watu kugeuza ndama kuwa Mungu wao. Ndicho kilichomkasirisha, akafanya katupa zile mbao. Kwa mambo yanaweza kuwa namna gani, yanaweza kuwa yamekwama namna gani, yanaweza kuwa ni magumu namna gani, usimtupe Mungu. Musa hakumtupa Mungu, alitupa mbao. Kwa ndani yako kuwe na dalili ya uhai kwamba Mungu yuko, hata kama mambo yanapita. Kuna mtu anasema, mchungaji, ninayoyapitia, yani napata tu ujasiri kuja kanisani na kusema Yesu ni Bwana. Napata tu ujasiri, ni magumu. Kuna uhai, kuwe na ushirika na Mungu. Mungu atakusaidia siku moja. Mwambie jirani yako, Mungu atakusaidia siku moja. Ndio, Mungu atakusaidia siku moja. Amesaidia wewe. Amesaidia wewe. Kisoma ile Ayubu 38 mstari wa 11. Naomba mo akipata moja nisomee Ayubu 38 mstari wa 11, mwingine anisomee Wathesalonike wa kwanza mstari wa sura ya 2 mstari wa 18. Ipiana Kibono nisomee Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Na rafiki yako hapo daima unisomee hiyo Ayubu 38 mstari wa 11. Tuanze na Ayubu 38 mstari wa 11. Ayubu 38:11. Na Mungu anasema, nikasema utafika mpaka hapa, lakini hutapita, na hapa mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa. Amen. Unaona neno la Mungu. Mungu anasema wazi wazi ni vikwazo ambavyo adui anaviweka kuzuia mafanikio yao. Anasema, nikasema huyu mtu atapita mpaka hapa, lakini hatapita. Fanya ufanyavyo, wamezuia. Utafanya ipasavyo, utapambana ipasavyo, lakini
ukaona kwenye ndoa watu walioana vizuri, lakini leo hawapendani. Walikuwa wakati wameoana wawili wakiwa hata wanashikana mikono, mwenzake anajisikia vizuri na mwenzake. Kisa hizi anasema hata tukishikana sijisikii vizuri kwa. Ajisikii. Walake Mungu amepanga kwamba mpaka huu hii ndoa itafika hapa, lakini wakifika kipindi hiki mambo yataharibika. Unakuta kama ugomvi au ushaka. Unakuja kanisani lakini lugha mnazotamkiana huko. Lakini ibada inaanzia nyumbani. Mwambie jirani yako ibada inaanzia nyumbani mwako. Wengine hawajasema ibada inaanzia nyumbani mwako. Lazima utengeneze kwanza nyumbani mwako. Mpende sana huyo uliye naye. Ndiye Mungu alikupa. Watu wampendani kwa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa mama mchungaji, tusipopendana alafu iweje? Kwani umri unitawa mwingine? Kwa kama mpendana alafu mmezana watu. Vitu yake pendana. Adui yuko kazini. Anajua mbele yenu mafanikio yenu. Anajua umiliki wenu. Lakini anapambana usiku na mchana. Sasa Biblia inasema huyu mtu atafika mpaka hapa, lakini hapa hata umewekewa mpaka. Maisha yako yamewekewa mpaka. Ndio maana unakuta unapambana, wenzako wanajenga kwa urahisi, wamewekea mpaka. Unakuta wenzako wanapata kazi, wamekuwekea mpaka. Unakuta wenzako wanaolewa, wewe umewekewa mpaka. Unakuta wenzako wanaoa, wewe umewekewa mpaka. Mambo yako sawa. Kuna roho ambayo ipo ile ile. Inahama. Roho inahama. Sasa neno linasema pasipo maombi, ndio maana Biblia inasema watu hawa ndio wanaoondoa mipaka. Lakini kwa maombi yetu tutatuma ghadhabu mbele yao. Maana yake ile ghadhabu ya Mungu, sababu hapa duniani apendacho mtu anavuna hapa duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe ulikuwa mchawi na roga watu, maana wewe utakufa kwa uchawi. Uchawi huo utakuroga. Utakufa hivi. Kwa ni muhimu sana kuombea umiliki wako na mipaka yao. Kuna mambo ambayo unayo, kuna mambo ambayo yamekupata. Changamoto kubwa sana. Wamepambana. Ndio maana nimesema pale mwanzo nasema walijua kwamba huyu akifika mahali hapa atakuwa mtu fulani. Wanaroga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Amen. Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam, mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na shetani akatuzuia. Shetani, vizuizi vya huduma, vizuizi vya maisha, vizuizi kwenye mipango yako ya mwaka. Hebu mwambie jirani yako, mipango yako ya mwaka umeifanikisha? Unakuta mambo yanaenda isiku. Pango yako, ulikuwa umepanga kwamba mwaka huu lazima nijenge, hujajenga. Mipango yako imekwenda isiku. Wamekuletea magonjwa, wamekuletea misiba. Fedha ambayo utakiwa uitumie, umeipeleka kwenye magonjwa. Paulo anasema walitaka kwenda kuhubiri mji fulani. Shetani akawazuia mara ya kwanza. Wakajitutumua mara ya pili, napo akawazuia. Ni mangapi ambao unazuiliwa kwenye maisha yako? Na vizuizi ni vibaya sana kwenye maisha. Kila unachofanya kinazuiliwa. Ni muhimu sana kuomba.
Ndio maana ukimkuta mwenzako mmeoana ni muombaji, ng'ang'ana naye. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni ya muhimu, yanafungua. Kuombea malengo yako yanaweza kuzuiliwa. Ndio maana ukisoma ile Isaya 42 mstari wa 22, asema watu wangu wameibiwa ufahamu, wametekwa, ndoa zao zimeibiwa, masomo yako yameibiwa, familia imeibiwa, umenaswa kwenye mtego. Anasema tumenaswa, wala hakuna asemaye okoa. Anayeokoa ni maombi yako ambayo yanaweza kukutoa kwenye mitego. Ndio maana unaweza ukajiona uko sawa, lakini hali yako ni ngumu, hali yako ni hatari, maisha yako ni magumu. Utatokaje hapo mahali? Anasema watu wangu wameibiwa, wamenaswa kwenye mashimo. Shetani amewaiba, mambo yako yanaibiwa, biashara yako inaibiwa, kila kitu kina, masomo yako yanaibiwa, nakuta uelewi chochote. Anasema watu wangu wameibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sema Bwana Yesu, nakuja mbele zako, wewe mwenye huruma, wewe mwenye huruma na maisha yangu. Mimi peke yangu siwezi Bwana, ninahitaji msaada wako. Mipaka yangu naileta kwako, umiliki wangu nauleta kwako. Kila mpaka mbaya kwenye maisha yangu niliowekewa, kila mazuio, kila vizuizi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninaachilia ghadhabu ya Mungu kama maji kwenye hiyo mipaka, katika jina la Yesu, amen. Pigie Yesu makofi mengi. Pia naomba nisomee Luka 2 mstari wa 9 hadi 10. Luka 2 mstari wa Luka sura ya 2 mstari wa 9 hadi 10. Amen. Luka 2 mstari wa 9 hadi 10. Neno la Mungu linasema, malaika wa Bwana akawatokea ghafula, utukufu wa Bwana ukaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Na 10 inasema, malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Amen. Amen. Sema Bwana Yesu, malaika wa mbinguni unitokee. Malaika wa mbinguni uyatokee maisha yangu, uitokee afya yangu, utokee kwenye mipaka yangu, utokee kwenye afya yangu. Sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, sema Bwana Yesu, malaika wa mbinguni uondoe hofu ndani yangu katika jina la Yesu. Tunaona sasa Yesu anapokuja, anapozaliwa, anakuta watu hofu imejaa, anawatokea. Biblia inasema malaika akawatokea, utukufu wa Mungu kaangalia pande zote, wakaingiwa na hofu. Anawaambia, ni mimi, msiogope, ninawaletea habari njema yenye furaha kuu, yenye furaha kuu. Ninawaletea njema yenye furaha kuu. Yesu analeta habari njema, anaondoa habari mbaya. Sema amen. Yesu anaondoa habari njema kwenye maisha yako, analeta furaha kuu kwenye maisha yako. Hebu mwambie jirani yako, furaha kuu iko ndani yako. Ndani yako kuna furaha. Yesu amekuja
ninawaletea habari njema. Yesu ni habari njema kwetu, inayobadilisha maisha yako ya huzuni na kuugua kwa furaha. Inabadilisha, inaondoa huzuni, inaondoa kuugua kwako. Kwa ni muhimu kuangalia furaha ulio nayo ni furaha kuu iliyo ndani yako. Hiyo furaha, kwa kitu cha kwanza katika maisha yako ni kujua furaha kuu iliyopo ndani yako. Kuzaliwa kwa Yesu. Yesu anapozaliwa, anazaliwa na watu. Sema amina. Yesu anazaliwa na watu. Anazaliwa na ndoa yako. Anazaliwa na maisha yako. Anazaliwa na afya yako. Maana anazaliwa upya na wewe. Kwa kuzaliwa kwa Yesu ni kwa muhimu. Kwa hiyo anazaliwa na watu. Anazaliwa na biashara za watu. Anazaliwa na watu mahali ambayo mambo yamekwama. Yanazaliwa mapya. Yesu azaliwe na wewe katika jina la Yesu. Yesu azaliwe upya na maisha yako katika jina la Yesu. Yesu azaliwe na ndoa yako katika jina la Yesu. Yesu azaliwe na elimu ya watoto wako katika jina la Yesu. Yesu, kila kilichokuwa hakijazaliwa, tunapokumbuka kuzaliwa kwa Yesu, vitu vilivyokuwa vijazaliwa, vitu ambavyo ulikuwa hujaviona, Biblia inasema wakapokea furaha kuu. Ghafla nuru ikawaangalia. Mambo yakatokea ghafla. Sikia nikwambie, mambo yakatokea ghafla kwako. Mambo yakatokea ghafla kwako ambayo yalikuwa yaonekane. Yesu akazaliwe na wewe. Yesu akazaliwe mahali ambapo palikuwa hapajazaliwa. Yesu akazaliwe mahali hapo. Yesu akazaliwe na vitu vyako. Yesu akazaliwe na uchumi wako. Yesu akazaliwe na vitu ambavyo vilikatia tamaa. Yesu akazaliwe na mambo ambayo ulikuwa uzani kama utapata majibu. Yesu akazaliwe ndani yako ukapate majibu. Sema amina. Sema amen. Tunakwenda kumbuka kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu tarehe 25. Katika kipindi hicho watu wengine wanakutana na familia zao, wanachinja tumbuzi, wanaandaa mazingira nzuri, wanakutana kikao pamoja, wanajiandaa kula vizuri, wanakutana pamoja. Na ukienda kuna tafiti kule Arusha, wanapoenda wanasema wanaenda kuhesabiwa. Hawaendi tu, wanakutana pamoja, wanapeleka familia zile zikajiwane pamoja, lakini pia wanaanza kuangalia maisha ya mmoja mmoja, kwamba wewe huko umefanikiwaje, na pale ndipo wanasaidiana, na pale ndipo wanasaidiana. Kuna wasi katika jina la Yesu. Wale mamajusi walipoiona ile nyota ya mashariki, Biblia inasema walifika Yerusalemu, wakasema tumeona nyota, tumeona mtu huyu anayezaliwa, tumeona kusudi lake. Amezaliwa wapi? Wakasema amezaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Wakaanza safari kuelekea Bethlehemu. Walipofika Bethlehemu, nyota ikawaongoza mahali alipokuwa amezaliwa Yesu. Walipofika mahali pale, wakamshukuru, wakamtolea zawadi. Kona wasi, tunaposherekea, tunapokula vizuri, tunapofurahi pamoja, tunapokutana pamoja,
utengeneze njia kwenye mioyo yetu. Mungu awabariki sana. Amen.